Si alikuwepo Dodoma. Si alikuwepo hapo Dar es Salaam. Mimi nimekuja Dar es Salaam, nimekaa naye, nimekula naye breakfast, nimekula naye lunch, nimekaa naye. Unapiga simu za kila aina ndugu yangu, unamtafuta. Oh, uko wapi? Yule mtu sio starehe, haendi club. Yule mtu haendi club, hanywi pombe. Anasema angalia anavyonisumbua. Ona huyo mtu. Tulia mama, tulia tukufunde. Na nilikwambia tulia. Wewe umeolewa, hujaridhika. Oji. Gari la mshahara ndo lishaondoka ndugu yangu. Gari la mshahara limeondoka, limekubloku. Gari la mshahara nimeongea nalo jana na leo asubuhi. Hataki hata kukuona. Hataki hata kukusikia. Nilikuwepo mwezi wa kwanza ule, na mwezi wa 12 alinitafuta baada ya kufiwa na babake. Akaenda Dodoma, akarudi, tukakaa tukaongea kwa sababu mimi nimeanza biashara ya vipodozi, sio jana wala sio leo. Na Lendo aliniingiza. Kama mlikuwa mjui, supplier ya bio oil, main supplier ni yeye sasa. Yule ndo alikuwa na supply. Umeona? Wadada wa mjini bwana. Yani wadada wa mjini mimi mnanichoshaga tu. Yani wadada wa mjini mnanichoshaga tu hapo. Mtu unapewa gari la mshahara, linakuangalia, linakupa maisha, linakutuliza, linakupa hiki. Mbona hamtulii? Sasa hivi umeamua kuolewa kwa maamuzi yako wewe mwenyewe. Hakuna mtu aliyekuforce. Magari ya mshahara yanakupita hivi. Alafu sasa kakijana kenye kadogo, yani ni kadogo, alafu sio kabaya. Hana mvuto mzuri, mweupe, ni mweusi. Wala umjua ni mweupe. Yani mweupe na upe wangu. Gari la mshahara lina heshima, halinywi pombe, halivuti sigara. Akivuta kishisha tu. Yeye amefocus kwenye biashara. Ungetokea upiga pambane na Lolo. Mbona pambane na Lolo? Yule ndo kiboko yako, Lolo. Akikata jicho lake kama Mchina lazima uzimie. Mtanga hajawahi kuwa na mahusiano na yule mtu. Mtanga anaonewa, anaingizwa kwenye hili sakata kwa sababu amemwanika ukweli, ni mtu wa kuharibu biashara za watu. Mtanga atolewe, na mimi nina ushahidi kamilifu. Mtanga anaonewa. Hajafunguliwa, si kweli. Mtanga anapewa hela na bwana wake mwanamuziki, na ana maduka mawili, moja Masaki na moja Mikocheni. Mtanga ni kahasla. Yani kale katanga ni kama kakichaga fulani, viko na kauchaga fulani. Lakini ndo Mtanga. Umeona? Lolo siwaambie, mkiwaambia mtaenda kumchokonoa. Yani tatizo lenu wa bongo, nikishawapa kodi mtaenda kumchokonoa. Lolo. Anaanziwa na L. Anaitwa Lolo. Lolo. Mlivyoambia mnataka kumchujua Lolo ni nani? Siwaambii. Wadada wa mjini mkipata gari la mshahara mjue kutulia. Hata kama ni mume wa mtu, kaeni naye mumtulize na mke wake asijue. Wadada wa mjini mkijua tu mtu gari la mshahara, basi mnataka dunia nzima mjue. Tulieni huko. Sisi tulosema ataachika, asio ataenda wapi? Nani aachike ndugu yangu? Gari la mshahara liko paka leo. Sasa hivi tuko Ulaya huku tunakula maisha. Lolo, yuko na Lolo ndo kiboko yako. Lolo atakuchapa, na anajua kucheza judo yule. Dada anacheza judo, atakutandika. Shao lako. Yani Mtanga mpole. Kwanza katanga unajua ni kapetiti. Lolo. Toto rangi ya pipi, mashallah, rangi ya mtume. Utafikira kamwagiwa binzari. Alafu lile jua la asubuhi limemulika. Sitakafilele mtoto mzuri. Yule ndo ungetakao pambane naye. Yule mwenzio ndo amekula shushu. Wewe uko unaleta feke sikio unataka kujirusha. Ngoja niwapeni umbea. Sasa shoga yangu. Siku moja basi. Siku moja na wapa umbea. Muhaya, nakupa story na unaijua. Pale makumbusho. Muhaya. Umeona? Muhaya yuko na gari la mshahara. Basi umefika pale makumbusho, ikapigwa simu. Simu alipiga nani? Lolo alikuwa na Mtanga.
Naelewa sababu nilipigwa simu usiku saa 8 za usiku ndio sakata lilianzia. Lolo alikuwa na Mtanga. Lolo na Mtanga ni mashosti. Umeona Lolo na Mtanga ni mashosti. Lolo akampigia Mtanga ndo alitumia simu yake kumpigia gari la mshahara, lakini Lolo alikuwa pembeni. Kwa hiyo Lolo akaongea akajua kwamba ndo Mtanga, sababu sisi tumeonyesha Mtanga lakini anayeongea ni Lolo. Upo mwali. Bibie huyu Muhaya alivyoona ile pepo likampanda. Bayanshwera banange iwe najua, nataka kujua unanichiti uko na mwanamke mwingine, wewe unjui mimi nani? Raina jua mimi nitajua, na kwanza ninakwambia mimi nataka niwe mke wa pili. Lolo akacheka kwa kiburi akamwambia waenda shushwa tu ndugu yangu, ukishashushwa kuja kwangu kulala huyo. Pale Tigo pale sakata anakwambia vurugu, nataka kujua, nataka kupanda tigorofa jirusha. Ungejirusha tu mimi ningekwambia panda, ruka. Nataka kudive. Upo mwali. Kwa hiyo bana, gari la mshahara lishakupita. Ndio hutaka ulione tena, limekublock. Mimi nakupa taarifa yako, limekublock. Nimeongea naye leo asubuhi, nimeongea naye jana, na nikitoka hapa mguu wangu ishamaliza kula dina. Sasa hivi ni saa 11:30 huko. Nikimaliza kula dina tu lazima nimpigie. Lazima tu nimpe habari. Nimwambie bwana endelea kupiga block. Upo? Hataki kukuona sana namba 2. Zote umeblokiwa ndugu yangu. Zote kakublock. Block. Doesn't want to see you. Block. Umewatumia kaka zake, hataki kukuona. Wewe kindekendeke, mbona kwenye msiba tuja kuona? Mbona hujaenda kwenye msiba babake Disemba? Mbona hujaja kwenye msiba? Eti nataka kujirusha pale Tigo. Nitajirusha. Wadada wa mjini mngeacha hivi vitu jamani. Wewe ukipata gari la mshahara mwali unatulia. Gari la mshahara linalelewa. Alafu kuna position katika maisha. Umeshakuwa side chick, wewe ni side chick. Mpaka urudi kwenye level ya kuwa le wife ni different. Mnadanganyana, naenda kuolewa, mnaolewa sifa, hamna raha kwenye ndoa, kumbe bado mnataka gari la mshahara. Mnaolewa sifa alafu bado nataka nani kwenye mshahara? Mnataka kuolewa, mimi naenda kuolewa huna raha. Alafu gari la mshahara unaliacha, unangangania tu wewe mke wa pili. Subutu nani wako mke wa pili? Kwa kierere chako ulichonacha nani? Ale. Watu mbona mnakuwa hivyo vichenchedi, vishondada, vishuntuntu? Mna kibonde kama sindundulele iliyooza. Na mabibieli yenu. Sisi hatujatengeneza bibieli kitu original, kitu natural, kitu natural hicho. Hakuna cha bibieli. Lakini tumewekwa ndani. Mimi sitaki bwana. Cha kubimbi shoga yako. Cha kumbamba huyo kimembamba. Na sasa hivi kodi kalikisha yeye ndo kalikisha story ili aweze kunani. Kwa sababu mimi unajua Muhaya, nilikuwa nataka nikupigie simu. Nikaona hapana. Conversation zangu mimi na wewe zote nimekurekodi. Hata kipindi kile mwaka juzi tuliongea, I think 2022 tuliongea. Ulitamka kuhusu issue ya mtoto wa Tanga. Nikakwambia si kweli. Kwa hiyo ukiangalia wewe ndio umelikisha story, mimi nilikurekodi. Yaani ndo zangu, mimi conversation na wewe sikuachi salama. Yaani lazima niwe na mimi mwenyewe na mafaili. Lazima niwe na backup. Ulirekodi ukasema na mimi nakwambia na mawasiliano. Mtoto wa Tanga alikuwa ni kivuli cha Lolo. Kwa hiyo kwa sababu ni mashoga, Lolo akiendaga kwa mtoto wa Tanga anatumia simu, anampigia. Ndo nzako wanakula. So unapiga simu direct afu unajua kwamba mke wake yuko hapo pembeni. Anatafuta kitu kingine ndo kinapiga simu. No evidence attached. Kama umesoma sheria ya forensic files, you should not leave
footprints behind. And that's how Lolo played. She did not want to leave the footprints. What Lolo did, she was trying to cover the footprints. If anything erupted and nobody knew about it, people were just asking, how does Lolo explode and live his life? It's because Gari la Mshahara was behind it and her best friend was covering up for you. So your hate for Mtoto wa Tanga was too deep. But the reality, Lolo was eating up when. Talk to me nice, I will explain to you. Yeah, I told you, 2022 nikakwambia sio, usikii. Lolo ndo yuko pale, alikuwa pale. Na Lolo anaheshima, amefundwa kafundika. Lolo anaheshima, ana discipline. Tatizo wewe huna discipline. Unabwabwaja cha kubimbi, yani una hatari. Wenzako wanakushangaa, hili haya la wapi? Limetokea wapi? Mbona dijitu tatu litambu? Kiherehere ukisikia watu wamekufa na wewe unaenda kuchangisha, hata uwajui unaenda kuchangisha na kuibia hela za maji. Ukisikia hiki, mimi leo nakugeuka ndugu yangu, nimekuchoka, umenikaria hapa, leo niko na wewe. Ndugu yangu nakwambia, ukisikia tu habari imetokea, yani ukisikia mtu kabanwa na mavi, ukiona kichaka mavi na wewe amekubanda, unaenda tu, unaenda. Ukiona kichaka mavi amekubanda, people are tired of you. Alafu dada mjini wanakubembeleza. Enzi zetu sisi ndugu yangu leo toka Kierere, tunakukamatia mahali, tunakunyuka. Tunakunyuka unanyoka. Tena mimi ndo nilikuwa kinara, ninapopenda nilikuwa napenda ngumi bala. Tunakunyuka na nilivyo mfupi sio mrefu. Na kukanyagia, sijai kupigwa nikapigika. Sasa nani amfuate yule? Nani amfuate? Nani amfuate? Gari la Mshahara limfuate yule? Au yeye ndo alijigongesha pale? Hebu usiulize maswali yako. Ndio maswali yako mbona antia chef kama na mimba miezi 9. Hebu usiniulize maswali kama hayo tena, usinijaribu, nitakutandika block sasa hivi, nitakudelete. Hivi ni wewe Gari la Mshahara la tuongoza wewe? Tangu lini Gari la Mshahara la tuongoza? Gari la Mshahara hivi tangu lini benki ya kuita uje benki ya kuita ikupe mkopo wakati wewe ndo enda tafuta mkopo? Tangu lini? Usinitie chef bwana. Usinitaka kichef. Napenda shari na ninapenda vurugu. Yani mimi napenda shari na ninapenda ngumi. Yani napenda ngumi. Wanaonijua. Kuna siku nilimtandika mtu nauma. Tu wakasia. Nimpiga mtu nauma kidogo ni uwe. Eti kwani yeye ndo wewe Gari la Mshahara? Gari la Mshahara likufuata? Sasa umeanza kutaja makontawa. Wewe kontawa kaingilia napi sasa? Imeingiliana vipi na hiki kitu? Kontawa ni takataka ndani gani? Hebu tuliza kinyesi chako na kinyeo chako chini. Tunaongelea topic nyingine, sitaki vierere. Page yangu sitaki vierere. Sinunui story wala siuzi story. Mimi nakupa nimemaliza, shughuli imeisha. Naona. Anawatoa wapi? Anawatoa Google. Eti unawatoa wapi? Google. Kwani unawatoa wapi? Shauri lako Google. Si Google na wewe. Tajiju maswali mengine bwana akamuulizani baba yenu na mama yenu. Unawatoa wapi? Chooni. Unajua mimi najibu vibaya, na kama ikitakukera it's okay because I don't really care. Wewe sio mteja wangu ambao unanipea pesa. Mteja wangu ndo nitambembeleza. If you're not my client I don't care. Eti unawatoa wapi? Sasa unawatoa. Ngoja kwanza nitoe comment. Spendedi vierele. Kabla sijatoa comment naomba ni wablock watu ambao walikuwa eti kapatana. Mimi naangalia mtu kapatana na nani? Matako ya mamako, matako ya babako. Mimi na tabia moja, nikikuchukia na kuchukia mpaka nakufa na sijui sijali amepatana na nani.
Tatizo ni kwamba kaachika na hatakiwi kwenye hiyo kitu. Eti kapatana na huyo matako. Kwendra umbwa choko, machokora nyie nyoko. Umbwa nyie, mavya baba yenu na mama yenu. Nafikira mimi naogopa umbwa wote. Kwamba nishawaambia, polisi sebuleni, prison chumbani. Peleka habari na unifanye chochote. Akija mjini tutamuonyesha, tutampoteza. Didn't I come to Kempinski? Wasn't I in sick leave? And I'm gonna be there again. Kite cha warumu umbwa wewe. Ngoja kwanza ni dili na huyu matako ambaye anajifanya na mdomo alafu ana hela. Unakuja hapa. Ngoja kwanza ni watoe matakataka. Ngoja kwanza ni watoe matakataka ambao hawana level ya kukapa. Ukiona huioni live yangu ujue nimeshakutandika, umeondolewa. Ukiona haupo ukiona haupo ujue nimekuondoa. Ukiona haupo hapa ujue nimekuondoa. Yaani ukiona huoni sura nzuri yenye mvuto, yenye kutia watu hasira na vichefuchefu asubuhi, ujue ulishapigwa black. Nyie takataka ndani ya boxi msiokuwa na hela, wafanyakazi wa ndani naombeni mkaoshe vyombo. Sasa hivi ni mchana. Okay? Usipige watu kelele hapa. Kwa hiyo bwana, gari la mshahara limempiga chini baada ya kupigwa chini kama habari zilizotufikia kwa punde hii. Kwa muda uliofika ni kwamba alipigwa chini miaka iliyopita na amekuwa king'ang'a kwa muda mrefu akifikiria gari la mshahara litarudi. Nikiripoti kutoka upande huu wa nyanda za kaskazini, magharibi na kusini ni kwamba Muhaya amepigwa chini na hatakiwi, na ndio yeye aliyeuza habari. Na kama mnajua katika mitambo yetu na waandishi waliofuatilia habari hizi kwa mbali na kwa kina kirefu, wanatujulisha ya kwamba katika habari zilizotufikia hizi punde, na muhusika mwenyewe alijaribu kututafuta asubuhi, anasema ya kwamba ni hataki kumuona kwa sababu yeye ni kiherehere kimbele kichenchede kisichokuwa na maana wala mbele. Kama ameolewa kweli, mbona bado ampigia simu na bado amwandikia message na bado anamtafuta kwa kinaga ubaga, na kama ingekuepo na drone angemtafuta kwa drone. Na kwa sababu hawezi kumpata, imekuwa kero kidogo kwa sababu yale aliyokuwa nayapata kutoka kwenye gari la mshahara yamezimwa. Nikiripoti kutoka upande wenu wa magharibi, kusini na mashariki, ni mimi wenu nilio yule usiyompenda, ambaye haogopi kichefuchefu, asiyetia husda wala hasna. Putin, Rechovic, one and only, can drive you crazy. Kuna mtu kwa natamani afe. Kuna mtu anatamani afe. Ngoja niripoti kwa Kiingereza. Good evening, ladies and gentlemen, reporting from the northern part of the country. We're just trying to let you know that on the other side of the gari la mshahara has denied to have an affair with this person because she has been very ridiculous, tremendous idiot to be with him. And he has been away with her for quite some time, and she has been calling back and forth, left and right, to annoy others and just sending the story and sell it to others so she can be valid. Honey, you're not valid. The gari la mshahara has said you never been valid to his life, and he will never be with you, and he will never back with you. So stop being annoying and being disappointment for everything. Just shut up and move on. You're married. Enjoy your marriage life. Goodbye. And this is the evening reporter, one and only Rechovic, all the way from Europe. Bisous. Kuna mtu anakasirika. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, win. Oh my God. Kuna mtu aliuliza swali, hivi Rachel uliogombana nao unaweza kupatana nao? No. Mimi ningegombana na wewe, done. Paka na kufa, sikupendi. I'm done. Period. Heaven. Na sijui kuomba msamaha. Namuombaga Mungu tu. Kuomba Mungu msamaha nani?
Ukiona nimekuomba msamaha, I'm really wrong. But I do believe, najiamini kabisa, nilichokifanya kama nilishawahi kukusema, kukuandika, I meant it and I'm not sorry. Apawo me. Sijui kuomba msamaha. Kwa nini niombe msamaha? Because I meant it. Kakataliwa bwana. Gari la mshahara limemblock. Sina simu yangu sasa hivi, niko mbali kidogo. Fitna ni fitna mura. Tata. Unajua bwana, watoto wa mjini nyie mtaka wingi kwa kupupa mkosa yote. Na mnasahau nafasi zenu. Umeshakuwa side chick, wewe ni side chick. Ndio yale nilikuwa naongeaga kipindi kile cha Mwaisa. Wewe muolewa lakini bado unakazana na ndoa za watu. Umeelewa? Umeshaachika. You have to move on. Umeona? Mnataka mtulie. Na ujue position yako, kama wewe ni side chick number 1, side chick number 2. Unajua wanaume bwana wanakuwa wanaume wenyewe wachache mjini. Kuna side chick number 1 ambaye ndo main character. Alafu unaweza kuwa co-character. Sawa? Sasa hutakiwi kuingilia. Alafu hii kiki anaiforce kwa nguvu sana. Yeye ndo kauza story, mimi nakwambia. Mtaniita mimi mchawi, lakini mganga wenu mimi mwenyewe. Mimi mniiteni mchawi, mganga wangu alishakufa na ashazikwa siku nyingi, lakini nakwambia hivi, yeye ndo ameuza story ili awe valid. But hataki kupambana na mtoto wa Tanga, ataka kupambana na Lolo ndo kiboko yake. Na Lolo haongei ndugu yangu. Lolo ni vitendo. Yule mtoto kama nyoka ya swira ile. Swira inapita nani? Kahe na inakunguta, inapita huko Same. Inaingia Tanga, inamaliza afu inakuja inapita Wami. Kwenye maji, bahari, kote huko anapita. Wataka pambana Lolo, lakini si pambana na mtoto wa Tanga. Mtoto wa Tanga alikuwa kivuli cha Lolo tu. Yaani Lolo alikuwa na enzi hizo sasa. Kwa sababu Lolo naye hayupo, kashaondolewa. Lakini Lolo ambaki tukua rafiki, akihitaji mahitaji anapewa. Unaelewa? Nilimshauri, nikapewa namba yake ya simu. Tena unaweza kuamini namba yake, ngoja nitoe comment sababu mnani. Nilimshauri na aliyenipa namba yake ya simu anajua nilipewa na gari la mshahara mwenyewe. Gari la mshahara ndo lilinipa namba ya simu, likaniambia naomba uongee naye. Na siku moja nilikuwa live kama mnakumbuka, gari la mshahara likapiga simu. Akaniambia mwanangu hebu mshauri huyu. Wewe ni mkubwa, mwelewe, Na mimi nilikuwa na story yake ni kwa sababu nilimwona yuko na Mwaisa. Kwa hiyo nikasema huyu nitadili naye. Unaona kwa sababu si ana kierere, napendaga vierere. Nikaanza sasa kulinyofoa. Gari la mshahara kanipigia simu akaniambia, unajua mimi nilikuwa hapa nimejiweka, lakini hebu msamehe tu, nakupa namba yake ya simu, uongee naye, umshauri. Nikapiga, nikaongea naye, nikamshauri, nikamwambia tutaongea. Akaniambia dada, tutaongea vizuri. Anajua yeye mwenyewe ameharibu mangapi. Gari la mshahara limemfumania mara kibao. Mara kibao. Gari la mshahara limemwacha. Alikuwa anafanya zile show off, mara yuko na King of Music, King wa Mauno, una show off. Afu gari la mshahara, King wa Mauno kulipia hata kodi, hata dharia akupi. Akupi hata vocha. Alikuwa anakukopa. Shoga yangu ukaja ukafumaniwa. Gari la mshahara likakusamehe. Kwa imani yake tu akakusamehe. Ukaendelea. Gari la mshahara limechoka. Show off kila siku. Umeona sasa umejaribu kila mahali. Kama wewe kweli ulikuwa mpenda, mbona tujakuona kwenye msiba Disemba? Msiba wa babake. Mbona sijakuona mimi Januari? Januari mimi nimekaa naye for almost like 4-5 days, akawa anakuja kunisalimia pale Masaki, anakuja kunisalimia. Mbona mimi sijakuona? Ndugu yangu? Nimeenda naye kula lunch brunch, Seacliff. Mbona sijakuona? Alichokuwa anasema ni simu tu unamsumbua. Na wala hakutaki kwa sababu amekuchoka, unapenda kiki. Hii story umeilikisha kumchafua mtoto wa Kitanga. Na hizo vitu unazouza, wewe kwanza walipe madeni watu wanaokudai. Unadaiwa, vitu vya watu hujalipa. Duka umefunguliwa Mwananyamala. Nani akakufungulia?
Tuanzie hapo. Nataka kusema ni wewe ulifungua kwa hela. Bwana mimi bwana mstaki. Bwana mimi sitaki bwana. Mimi bwana sitaki. Mimi sitaki. Naona sasa nitaongea vitu vingi. Nitatoa deep information which I'm trying to really calm my nerves down, to calm my situation down. You know, I really don't want to talk about that. You know, I just don't want to. I just, because I'm going to give a lot of information. I have so much information. I'm trying to preserve it. And you're lucky. I just told you reality that you are dumped. You are dumped. You are left because you're trying to play dirty game. And he was tired of you. And you're forcing to be the second wife. Umepangishiwa apartment. Ulikuwa uletewe Ford Ranger, nimeliona, la rangi nyeusi. Kaja by surprise anakukuta uko na mtu mwingine kwenye the same which he rented for you. Mbona ile Ford Ranger nitafutia mteja mimi ndo ameenda kuiuza? Sikuwa unaendesha Crown wewe? Then unaenda kwa show phone kanunue sijui inaenda kununua ma Discovery. Unataka mtanga ache. Aliingia pau kachemka sembuse wewe. Tena pau ni nani? New breed. Aliingia pau mtanga alingangania pale pale. Acha kumharibia mwenzio biashara. Acha kumharibia mwenzio biashara na uache kufikiria ataachwa. Mwenzako ana familia, she has a child, she is settled, she knows what she wants. The problem of you don't know what you want. Message ikufikie uko uliko na utapoa ujumbe wangu na utakueleza. Message ikufikie. Yule mtanga anajitambua. Na ukitaka kwa nani anajitambua, kitendo cha pau kuingia kwenye nani yake, kwenye issue yake, mtanga alisimamia kwa ukucha, hakukubali. Mpaka karudisha mpira kwenye goli. Ndio kuja umchafua leo. Wewe ndio umelikisha story nakwambia. Mimi nakwambia wewe ndio umelikisha story nakwambia. Wewe hapo, wewe wewe Muhaya. Na hutakaa upate gari la mshahara zito kama lile. Hutoka. Kwanza ni handsome. Pili lina hela. 3 lilijua kukutunza. 4 lilijua kukuweka in position. Kama sio yeye ungejulikana wewe. Chenchede wewe. Yani Desire Bridal, you speak the truth. Mademu wa kibongo wajui kula na kipofu. Hawajui kabisa. Watu yani nikitoka hapa naenda kumpigia, nakusubiria afuturu yuko anafunga 6 sasa hivi. Nikitoka hapa naenda kumpigia tuongee. Mimi naongea na kila siku. Unahangaika, umefumaniwa mara kibao na wanaume tofauti. Kakusamehe kwa upendo tu. Alijua wewe msichana unakuwa eti unamshow off. Mwanaume anachukua show off. Gari la mshahara linakuwa show off. Wakati ndio liko linakupa maisha. Sasa kama kweli you don't care, kwa nini unalikisha story? Hawaishi hivyo nzio. Gari la mshahara likikuweka mjini, shoga yangu, unatulia, unatakiwa utulie, ukae hapo utulie ule maisha. Unatulia, na kama una kispea chako unakieka kando kisijulikane. Sasa wewe unataka kila kitu kijulikane, unameka vumvu mvamva. Unaruka utafikiria mahindi ya bisibisi, kweli utafikiria popcorn. Tulia, pambana na lolo. Hajui anataka nini yule, hajui. Nilianza kumchamba, gari la mshahara ndo likanizuia. Kila mahali yupo. Ukiuza mavi na anataka kuuza mavi. Ukiuza hiki na anataka kuuza hiki. Ukitaka hiki, ukiona kesho muuza L'Oreal na anataka kuuza L'Oreal. Ukiuza Mac, nawaambia kila siku. Watu wamenituma vitu wanaambia niwaletee Mac. Jamani, Mac lipstick bongo sio 70,000. Mnapigwa. Lipstick tu kwenda kununua ine Mac ni mpaka 160,000. 70,000 ya wapi? Ukiuza hiki naye anataka. Ukiuza mkojo naye anataka kuuza mkojo. Unataka nimwambie gari la mshahara, nitampa ujumbe wake. Baya hayuko huko kwenye Insta. Unajua ndo yale kwa nafanyaga Moisa.
Moisa hivyo ndio alikuwa anafanyaga. Ukifungua biashara, ukitaka kupika naye apika matokonyo. Ukitaka akiona mtu amefungua biashara ya vipodozi naye yupo. Mara sijui vya kupungua, amefungua biashara za kupungua. Mnafungua biashara za kupungua, alafu dawa zenyewe wewe mwenyewe upungui. Jamani, tulieni na biashara moja basi jamani. Alafu kama ukifanya biashara, kuna biashara wengi. Kuna mtu anaitwa Antifaiza. Sijui kama mnamfahamu. Ana duka la nguo. Mimi Antifaiza namjua tangu naenda Marekani. Sijawahi kusikia Antifaiza anagombana na mtu. Antifaiza, mnamjua Antifaiza, na nguo za bridal, my event. She's very good. Married to a very good husband. She's rich, she has money. Antifaiza hana maneno mengi. Leo nampa mfano haya kwa sababu huyu dada mimi she has been my inspiration. Leo naongea jina lake kabisa, Antifaiza. Mnamjua anajiko duka sio Mikocheni. Mimi namjua akiwa na duka Msasani. Nilienda kununua mashati yangu 3. Antifaiza, maua kwako. Jifunzeni. Hajawahi kuwa na ugomvi na mtu. She doesn't compete with anyone. She has her own clientele. She's good. She is perfect. Hajachuja mpaka leo Antifaiza. Ngoja nisome Desire. Desire anasema so sad. Alafu kichwa chake kwa nini kinaenda resi? Sijui karogo. Yaani, nitakupigia shoga tuongee. Wafanya biashara watakuja kumpoteza kweli. Nakwambia nyinyi wafanya biashara sasa hivi ni wapole. Sisi tuliokuwa enzi zetu, sisi watoto wa milenia, ukileta ujinga kwa tunakutandika, tunakupiga. Nyinyi mnamuonea huruma. Kila kitu anataka kuuza yeye. Akiona mtu amefanikiwa basi ana hii deal ya kuuza, naye anataka kuuza, aonekane yuko huko. Bwana ngoja jamani, aenda kutayarisha dina, aenda kula dina sasa hivi, aenda kula dina. Labda nitarudi baadaye au tarudi kesho, lakini habari zangu zimfikie huko aliko, na mumpe habari zangu kwamba gari la mshahara halimtaki na halitaki kumuona na halitaki kuwa naye. Umeona hataki kuwa naye. Ajifunze biashara kupitia watu kama kina Antifaiza. Kina Antifaiza, mimi yule dada namuita Antifaiza kwa sababu she's been my inspiration. Na naongeaga with a clean heart. Antifaiza mimi sijai kusikia Antifaiza kagombana na mtu. Antifaiza sales proper. Tujifunze. Leo nimekusoma kwa sababu acha kumsumbua gari la mshahara. Gari la mshahara litaki kusumbuliwa.